Hii ni simulizi ya DB Cooper, mtu asiyejulikana hadi leo, aliyefanya tukio la utekaji nyara wa ndege na kutoweka bila kuacha alama yoyote, akiwacha maswali mengi yasiyo na majibu. Mnamo Novemba 24 mwaka 1971, siku moja kabla ya sikukuu ya Shukurani nchini Marekani, mwanaume asiyejulikana aliyejiita Dan Cooper aliingia kwenye uwanja wa ndege wa Portland na kununua tiketi ya ndege ya shirika la Northwest Orient Airlines. Tiketi hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya safari fupi kutoka Portland kuelekea Seattle, Washington. Cooper hakuwa na kitu cha kumtofautisha na abiria wengine. Alikuwa amevaa suti yake nyeusi, miwani ya jua na koti la mvua, na alionekana kuwa mtu wa kawaida kabisa. Alipanda ndege aina ya Boeing 727-100 na kuchukua kiti kwenye sehemu ya nyuma ya ndege. Alionekana ni mtulivu na wa heshima. Aliagiza kinywaji cha bourbon na soda akiwa ameketi kwa utulivu. Hata hivyo, muda mfupi baada ya ndege kupaa, Cooper alimpa mhudumu wa ndege barua. Barua hiyo ilikuwa na ujumbe mfupi lakini wa kutisha. Ilisomeka hivi: nina bomu kwenye begi langu na kushauri ukae chini na kunisikiliza. Baada ya kutoa ujumbe huo, Cooper alimuonesha mhudumu wa ndege begi lake dogo ambalo lilikuwa na vifaa vinavyofanana na bomu. Alisema kwamba endapo hasingefuata maagizo yake angelipua ndege hiyo. Cooper alikuwa na mpango madhubuti na hakuwa na haraka yote. Alitaka dola $200,000 za Kimarekani zikiwa katika noti za dola 10 na noti za dola 20. Lakini pia alisema kwamba anataka ndege hiyo itue salama katika mji wa Seattle, Washington. Pia aliomba parashuti 4, 2 za msingi na 2 za akiba. Mara baada ya maombi haya kufikishwa kwa marubani, waliwasiliana na mamlaka za ndege za serikali ambazo ziliamua kufuata masharti ya Cooper kwa tahadhari. Mamlaka za usalama ziliona ni bora kumfuata kwa makini badala ya kuhatarisha maisha ya abiria na wafanyakazi wa ndege. Baada ya ndege kutua Seattle, Cooper aliwaachia huru abiria wote ambao walikuwa hawajui chochote kuhusu tukio hilo la kutisha lililokuwa likiendelea. Lakini aliwaweka marubani na wahudumu wachache waliobaki ndani ya ndege, akiwahitaji waendelee na safari yake. Baada ya kupokea fedha na parashuti, Cooper alitoa maagizo maalum kwa rubani. Alimtaka aruke kuelekea kusini juu ya eneo la Mexico, lakini ndege inapaswa kuruka urefu wa chini sana na kwa kasi ndogo na si zaidi ya maili 200 kwa saa. Cooper pia alitaka ndege ibaki na sehemu ya nyuma wazi, jambo linalojulikana kama aft staircase, kwa sababu alikusudia kuruka kutoka kwenye ndege hiyo kwa kutumia parashuti. Maagizo yake yaliwaacha marubani na mamlaka wakiwa na mshangao na wasiwasi. Wakati ndege ikiwa angani katikati ya Portland na Reno, Nevada, Cooper aliamua kuchukua hatua hatari zaidi. Alivaa mojawapo ya parashuti na kufungua mlango wa nyuma ya ndege, kisha akaruka nje ya ndege akiwa angani pamoja na begi lililokuwa na dola $200,000. Jambo la kushangaza ni kwamba tukio hili lilifanyika usiku, hali ya hewa ikiwa mbaya na hakukuwa na mwanga wala njia rahisi ya kuona chini. Rubani wa ndege hakuwa na habari kuhusu wapi hasa Cooper aliruka. Walipoangalia nyuma, waliona mlango wa nyuma ulikuwa wazi na Cooper alikuwa ametoweka kabisa. Serikali ya Marekani na FBI walizindua msako mkubwa mara moja, lakini Cooper alikuwa ameshatoweka katika giza la msitu mnene bila ya kuacha alama yoyote au ishara yoyote ya wapi alikokwenda au kama aliweza kutua salama. Baada ya tukio hilo kutokea, FBI ilizindua msako mkubwa sana uliojulikana kama NOJAK, yani Northwest Hijacking. Walichunguza eneo lote lililo karibu na njia ambayo ndege ingepita. Hata hivyo, msitu mkubwa, hali ya hewa mbaya na mazingira magumu yalifanya msako huo kuwa mgumu sana. Hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja uliopatikana kuhusu ikiwa Cooper alitua salama au aliangamia. Lakini pia walichunguza kwa undani historia ya noti za fedha alizopotea nazo Cooper. Fedha hizo zilikuwa zimeandikishwa nambari maalum kwa mfululizo ili kama angeanza kuzitumia zingeweza kufuatiliwa. Lakini kwa miaka mingi hakuna hata senti moja katika zile dola $200,000 zilizowahi kuonekana sokoni. Kwa zaidi ya miaka 50 tangu tukio hilo, hakuna aliyewahi kujua ukweli wa kile kilichomtokea DB Cooper.
Hata hivyo, mwaka 1980 mtoto mmoja akiwa anacheza pembezoni mwa mto Columbia akagundua vifurushi vya noti zilizooza. Noti hizo zilithibitishwa kuwa zilikuwa ni sehemu ya zile dola 200,000 alizopewa Cooper. Hii iliwapa wachunguzi matumaini kwamba wangepata ushahidi zaidi, lakini bado haikutoa majibu ya kutosha. Kesi ya D.B. Cooper imeendelea kuwa moja kati ya mafumbo makubwa zaidi yasiyotatuliwa katika historia ya nchi ya Marekani. Watu wengi walijaribu kudai kuwa wao ndiye Cooper, lakini uchunguzi wa kina ulithibitisha kuwa madai hayo hayakuwa ya kweli. Wengine waliamini kuwa Cooper alikufa baada ya kuruka kutoka kwenye ndege kutokana na hali mbaya ya hewa na mazingira magumu, lakini wengine waliamini kwamba aliweza kutoroka na fedha na akaishi maisha ya maficho mahali pengine. Kwa miaka mingi, nadharia nyingi ziliibuka kuhusu Cooper ni nani na alitokomea wapi. Wengine waliamini kuwa alikuwa rubani wa zamani wa jeshi la anga kutokana na ujuzi wake wa kutoa maagizo ya kiufundi kuhusu ndege. Wengine walidhani kuwa alikuwa ni mhalifu mwenye uzoefu aliyepanga tukio hilo kwa umakini, lakini hakuna hata nadharia moja iliyoweza kuthibitishwa kwa uhakika. Mnamo mwaka 2016, FBI ilitangaza kuwa wanasitisha uchunguzi rasmi wa tukio hilo kutokana na ukosefu wa ushahidi mpya. Walikiri kuwa kesi hii ya D.B. Cooper inabaki kuwa mojawapo ya mafumbo yasiyotatuliwa kabisa katika historia ya uhalifu katika nchi ya Marekani. Kesi ya D.B. Cooper imekuwa sehemu ya utamaduni maarufu, ikitajwa kwenye vitabu, filamu na vipindi vya televisheni. Watu wengi bado wanavutiwa na hadithi hii ya mtu mmoja aliyedhibiti ndege, akachukua fedha nyingi na kutoweka bila kuacha dalili yoyote. Hadithi ya D.B. Cooper inawakilisha ndoto ya uhalifu mkamilifu, lakini pia inabaki kuwa fumbo ambalo halina majibu kamili. Ikiwa Cooper aliweza kutoroka na fedha hizo, basi aliishi maisha yake yote kwa siri, huku tukio lake likibaki kuwa mojawapo ya mafanikio ya kijasiri zaidi katika historia ya uhalifu. Lakini ikiwa alikufa aliporuka kutoka kwenye ndege, basi fedha hizo bado zinaweza kuwa mahali fulani kwenye msitu zikisubiri kugunduliwa. Kama Cooper pesa zake aliziangushia maeneo Morogoro, basi sote tungejiunga kwenda kuzisaka pesa hizo. Hapana, natania tu. Mpenzi mtazamaji wangu, wizi ishie tukuona kwenye filamu, sio mzuri. Wewe sio Cooper, ukifanya hivyo utakamatwa. Kama umeipenda simulizi hii, na kushauri ujiunge katika chaneli yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, like video hii na niachie maoni yako sehemu ya comment. Muhimu zaidi, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kuzipata video zetu pindi tu tunapoziachia, na kutakia wakati mwema.